Yesu asifiwe sana. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ni siku nyingine tena tunakutana katika mafundisho yetu ya neno la Mungu, na siku ya leo tunakwenda na title au kichwa kinachosema kwamba Wakristo tumeitwa kuwa watumishi wa Mungu kwa asili. Wakristo tumeitwa kuwa watumishi wa Mungu kwa asili. Wapendwa katika Bwana, sisi kama kanisa teule la Mungu, kama watakatifu wa Bwana, tumeitwa kuwa watumishi kwa asili. Yaani tunapokea wajibu wetu mapema zaidi. Wakati tunapompokea Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapewa wito kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, ili kila mtu aaminie na kubatizwa basi atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ndugu zangu, mara nyingi Wakristo tunajiuliza kuwa nifanye nini ili nimtumikie Mungu. Tunajiuliza kwamba nifanye nini ili nimtumikie Mungu. Wengine udhani kuwa kumtumikia Mungu ni kazi ya wachungaji au waimbaji au viongozi wa kanisa tu. Lakini ukweli ni hapana. Lakini ukweli uko katika neno la Mungu, kwamba ukweli wa Mungu unatufundisha kwamba Mungu si jambo la nafasi, bali ni asili ya Mkristo aliyeokoka. Ni asili ya Mkristo aliyeokoka. Kwa namna gani? Kuokoka sio mwisho wa safari, bali ni maisha, bali ni mwanzo wa utumishi. Yesu Kristo hakutuokoa ili tuishi maisha ya kawaida, bali tuwe watu wa tofauti. Biblia inasema kwamba tuwe chumvi ya ulimwengu, chumvi na nuru katika dunia yenye giza. Kwa hiyo tuliokolewa kwa ajili ya kuwa chumvi na nuru katika ulimwengu wenye giza. Kwa hiyo wapendwa, katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 13 mpaka ule wa 16, tunaona Yesu akitupa utambulisho wetu wa kweli. Hasemi kwamba mtakuwa chumvi, bali anasema nyinyi ni chumvi. Sasa anaposema nyinyi ni chumvi au na ninyi ni nuru, hii ina maana utumishi wetu hauanzi kesho, bali unaanza na sasa. Wapendwa katika Bwana, niseme tu kwamba katika kitabu hicho cha Yohana, katika kitabu hicho cha Mathayo mtakatifu, nikusomea andiko hapa kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 5. Mathayo mtakatifu sura ile ya 5 mstari ule wa 13 mpaka ule wa 16. Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 13 mpaka ule wa 16, anasema hivi. Maneno ya Bwana yanasomeka hivi kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, sasa katika kifungu hiki ambacho tumekwenda kukiangalia au tumekwenda kukisoma, kinazungumza kwa habari ya chumvi ya ulimwengu, kwamba sisi kama Wakristo tumeitwa kuwa watumishi kwa asili. Yaani tunapookoka tu tunapokea wajibu wa msingi, na wajibu huo ni kuhubiri habari za Yesu Kristo, kuhubiri habari za wokovu wetu, kuhubiri habari za upendo wa Yesu Kristo kwa mataifa. Niseme kwamba katika kifungu hiki tunaona mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kwamba Mkristo ni chumvi ya dunia. Ana wajibu wa kubadili mazingira yanayomzunguka. Ana wajibu mkubwa sana wa kubadili mazingira ambayo yanamzunguka. Katika Mathayo ile 5 mstari wa 13, chumvi ina kazi kuu mbili. Ya kwanza ni kuleta ladha, kufanya kitu kuwa na thamani na kuvutia. Lakini jambo la pili, chumvi ina kazi ya kuhifadhi. Sasa naposema kuhifadhi, namaanisha kwamba kuzuia uharibifu usitokee. Sasa hii ina maana kubwa sana kwa Mkristo. Mkristo ameitwa kuleta mabadiliko chanya katika jamii, Lakini pia Mkristo ameitwa kuzuia maovu kwa maisha ya haki. Ameitwa kuzuia maovu kwa kuishi maisha ya haki. Yesu Kristo anaonya, chumvi ikipoteza ladha haina faida tena. Hii ni hatari kwa Mkristo anayepoteza utakatifu wake. Mkristo anayepoteza utakatifu wake hana faida. Biblia inazungumza. Kwa hiyo Mkristo anapopambana na dunia anapoteza ushawishi wake.
Mkristo anapokuwa sehemu ya tatizo badala ya suluhisho, matokeo yake Mkristo anakuwa sehemu ya tatizo badala ya suluhisho. Kitabu cha Mwanzo sura ya 39 tunaona kwa habari ya Yusufu, wengine wanamuita Yosefu. Alikataa dhambi, akasimama katika haki. Kwa sababu yake nyumba ya Potifa ilibarikiwa. Kwa sababu yake nyumba ya Potifa ilibarikiwa. Hapa tunajifunza kwamba uwepo wako unatakiwa kuleta baraka wala si uharibifu katika mazingira ambayo yanakuzunguka. Lakini jambo la pili tunaliona hapa, Mkristo ni nuru ya ulimwengu, ana jibu la kuangaza gizani. Katika Mathayo 5 mstari wa 14 mpaka ule wa 16 tunaona nuru ina kazi kuu tatu. Kwanza, inafukuza giza, huondoa dhambi na uovu. Lakini nuru pia huonyesha njia, huwasaidia watu wengine kuona ukweli. Lakini nuru pia hutoa tumaini na kuleta amani na faraja. Yesu anasema kwamba taa haiwekewi chini ya pishi, bali inawekewa juu ya pishi ili ipate kuangaza. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Niseme tu kwamba kwa kumaliza kwamba jambo jingine ambalo tunajifunza hapa, Ukristo wa kweli unaonekana kwa tabia, maneno na matendo. Mfano, Danieli aliishi katika mazingira ya kipagani, lakini hakukubali kubadili msimamo wake. Alitangaza hadi wafalme wakamtambua Mungu wake. Na hii inatufundisha kwamba nuru inaonekana zaidi gizani. Usikimbie changamoto, zifanye kuwa jukwaa la kumtukuza Mungu. Kuna msemo unaosema kwamba itumie changamoto ulionayo kama fursa. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, niseme tu kwamba utumishi wa Mkristo unaanza na maisha ya mfano. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 12 anasema kwamba uwe kielelezo katika usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi. Hii ina maana utumishi si kuhubiri tu. Utumishi ni kuishi kile unachokihubiri. Kile unachokihubiri, kile unachokifanya ndio utumishi. Utumishi ni kuishi kile unachokihubiri. Maeneo ya kuwa mfano ni katika usemi, maneno yako yawe ya kujenga, mwenendo wako, maisha yako yawe safi. Upendo, uonyeshe upendo na huruma kwa wengine. Imani, simama katika Mungu. Usafi, ishi maisha ya utakatifu, naye Mungu atakubariki, naye Mungu atakujaza vile vile. Timotheo ingawa alikuwa ni kijana, aliishi katika maisha ya mfano, akawa chombo cha Mungu. Akawa chombo kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Hapa tunajifunza kuwa watu wanakuangalia zaidi kuliko wanavyokusikiliza. Watu wanavyokuangalia ni zaidi kuliko wanavyokusikiliza. Nini tunajifunza sasa? Katika kifungu hiki tulichokisoma tunajifunza kwamba kila Mkristo ni mtumishi wa Mungu. Kila Mkristo ni mtumishi wa Mungu. Hakuna Mkristo asiye na huduma. Kuokoka ni kuitwa kutumika. Huduma si jukwaa, huduma si kanisa tu. Huduma iko nyumbani, iko kazini, iko mtahani, iko popote pale unapofanya kazi. Hiyo ni huduma Mungu amekuamini nayo, akaamua kukupa. Kwa hiyo katika kitabu cha Petro alikuwa mvuvi, lakini Mungu alimfanya kuwa mvuvi wa watu. Usisubiri nafasi. Anza na hapo ulipo kumtumikia Mungu. Lakini jambo lingine tunajifunza kuwa utumishi wa kweli unaonekana kwa matendo. Biblia inazungumza kwamba imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo. Ukristo wa maneno tu hauna nguvu. Matendo ndiyo yanathibitisha imani. Mfano, Yesu Kristo pia alitenda, aliponya, alisaidia na kuonyesha upendo kwa wengine. Neno lake linasema kwamba akaithibitisha neno lake kwa miujiza na maajabu mengi, na matokeo yake watu wengi waliamini. Kwa hiyo dunia haihitaji maneno mengi, bali inahitaji ushuhuda wa kila siku wa maisha ya huyu Mkristo. Lakini jambo la mwisho tunalojifunza hapa ni kuwa maisha yetu ni ujumbe kwa ulimwengu. Watu hawasomi Biblia, watasoma maisha yako pia. Hawasomi Biblia tu, bali watasoma na maisha yako. Tabia yako ni injili hai. Mwenendo wako unaweza kuvuta au kufukuza watu kwa Mungu. Mfano, Stefano hata katika mateso alisimama imara na maisha yake yakawa ushuhuda mkubwa. Kwa hiyo uishi maisha ambayo yatahamasisha wengine kumtafuta Mungu. Ishi maisha ambayo yatawafanya wengine wamtafute Mungu. Wajivunie, waseme nataka niwe Mkristo, niwe kama mtu fulani. Leo Mungu anakuita urudi kwenye nafasi yako ya kweli. Acha Ukristo wa mazoea. Anza kuishi kama chumvi na nuru. Anza kumtumikia Mungu kwa vitendo kuanzia sasa. Na ninapohitimisha niseme tu kwamba ni lazima tujitafakari. Je, maisha yangu yanaonyesha wazi kuwa mimi ni chumvi na nuru, au nimepoteza ladha na kufunikwa?
Hivyo basi, ndugu wapendwa, tukumbuke kuwa wewe si Mkristo wa jina tu. Umeitwa kwa kusudi. Dunia inakuhitaji na inahitaji kile kilichoko ndani yako. Hivyo usikate tamaa, usijifiche, simama, angaza na kutumikia. Kwa maana Wakristo wote tumeitwa kuwa watumishi wa Mungu kwa asili. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakia wakati mwema. Naitwa mtumishi Howard Mayemba. Usisahau hapo kuniandikia komenti yako kama umebarikiwa na neno la siku ya leo. Mungu wa mbinguni na akubariki sana. Amen.